Wale watu ambao wanakula mara nyingi, maana yake nini? Wanakula mara kwa mara. Kwa kila mara kwa mara, umekunywa chai asubuhi, saa 4 imefika umekula tena, saa 6 imekula, hapo katikati saa 10 umetafuna kitu, unakuwa huna muda wa kuunguza mafuta. Sawa, umekula kidogo kidogo, lakini matokeo yake ni kwamba huwezi kupata ile mafuta kuungua kwa wingi, na unakuwa muda wote wewe unakuwa na insulin katika mwili, na ndio maana uzito unaongezeka, kwa sababu kipindi hiki chote kinaitwa fat storing, yani utunzaji wa mafuta. Lakini kinyume chake kabisa, kama nilivyoeleza awali, hawa wanaofunga kwa muda mrefu zaidi wanakuwa na muda mrefu zaidi wa kuunguza hayo mafuta, na matokeo yake wote tunayaona. Tatizo la uzito limekuwa kubwa, na linaanzia kuanzia watoto mpaka linakuja kuendelea nalo kwa wakubwa, na kunakuwa na huo mzunguko. Na hili ni sehemu tu nilitaka kuonesha kuhusu kongosho, ambako ndo insulin inakotoka. Lakini kubwa kwangu, angalia hawa binadamu tulivyobadilika, kwa sababu sasa hivi tuko hapa, na nini kilichotufikisha hapa? Kilichotufikisha hapo kubwa ni insulin, kilichotufikisha hapo kubwa ni vyakula ambavyo tunakula mara kwa mara. Kwa sababu ukitizama sana, sio kwamba tunakula nini, lakini tunakula saa ngapi, tunakula mara ngapi. Kwa sababu huku kote tulikuwa tunakula, lakini tulikuwa hatuli kama tunavyokula sasa hivi. Sasa insulin resistance inaanzaje? Hivi vibao nimeweka ni umri, miaka 20, unakuwa una umri wa miaka 30, 40, 50, 60 na kuendelea. Kwa unapokuwa kijana bado unajiona una afya, lakini kwa ulaji kama haukuwa mzuri unapata hiyo insulin resistance au hyperinsulinemia. Maana yake kwamba insulin inakuwa nyingi kwenye mwili na inakaa kwenye ini kama nilivyoeleza mwanzo. Lakini ubovu wake nini sasa itachokuletea? Ukishaanza umri kuwa uko miaka 50 kuendelea, utaanza kupata matatizo ya shinikizo la damu, utaanza kupata matatizo ya moyo, utaanza kupata tatizo la ini, utaingia kwenye kisukari kamili, utaanza kupoteza kumbukumbu, Alzheimer disease, ambayo unaanza kuwa msaulifu wa kila kitu na kutoweza kutoa maamuzi. Uzito unakuwa mkubwa. Siku hizi wote tunaona magonjwa ya saratani yalivyokuwa mengi, lakini ukifuata njia yake yote yalianzia huku kwenye insulin resistance. Na ndio maana binafsi kama daktari sishangai sana kuona sasa hivi tuna teknoloji kubwa zaidi, tuna mahospitali mengi zaidi, lakini na magonjwa yamekuwa mengi zaidi, kwa sababu sio magonjwa yote yanasababishwa na wadudu, lakini kuna baadhi ya magonjwa ambayo ni mengi yanasababishwa na ulaji wetu wa mara kwa mara ambao sio sahihi. Una wanga mwingi sana, una sukari nyingi sana. Sasa ipi ni bora, kula mlo mmoja kwa siku au kula milo miwili kwa siku? Nilieleza sababu kule mwanzo. Kuna sababu nyingi. Kwa hiyo wanaotaka matokeo ya haraka sana wale mlo mmoja kwa siku. Ugumu wake tu kwamba ni mgumu kusustain, utakula mlo mmoja kwa kipindi gani. Lakini ukitaka kinga ya mwili ipande juu na kurefusha maisha, sio kurefusha tu maisha, lakini kurefusha maisha yenye quality. Hamna maana kwamba una miaka 65 na miaka 70 alafu kila mahali kuna ugonjwa, hata hiyo retirement yako au pension yako hutaenjoy. Kwa hiyo fasting inakutayarisha uwe na maisha ambayo yana quality nzuri. Kama nilivyosema mwanzo, ni kula mlo mmoja ni difficult to sustain, inataka uwe na moyo hasa, lakini mwili siku zote unazoea. Ukisha adapt kwamba naweza kula mlo mmoja, na sio lazima ufanye kila siku, unaweza alternate kula mlo mmoja mara 2 kwa wiki, milo miwili mara 3 kwa wiki, kutegemea na sababu mbalimbali. Wengine kama nilivyosema, uzito unaweza kuisha haraka sana, na saa zingine inakuwa ni vigumu kupata virutubisho vyote au nutrition. Milo miwili kwa siku, mlo wote utakaochagua, whether ni
breakfast, chai ya asubuhi au lunch mchana au chakula cha jioni, ni rahisi zaidi kupata virutubisho vyote, ni rahisi kudumu nayo kwa muda mrefu. Binafsi mimi natumia sana milo miwili kwa siku na siku moja milo mitatu, lakini ni kitu ambacho na kipractice na sina uzito wa kupoteza, ila nataka kumaintain katika uzito nilokuwa nao na vile vile kupata immunity ipande juu zaidi, na ni easy kumaintain uzito wako kwa muda mrefu kadri unavyopenda. Pale tunapokuwa hatujala kitu, mwili, narudia, unafanya kitu kinachoitwa autophagy. Na autophagy maana yake nini? Mwili unaanza kutumia kama kutoa energy kwa kutumia chakula chake kilichokuwa ndani kwenye akiba. Sasa pale uzuri wake ni kwamba utabeba kila kitu utachokikuta kwenye cells au kwenye mwili, na ndio maana unapandisha immunity, kwa sababu ikikuta virusi, ikikuta bakteria, ikikuta chembe ambazo zinaweza kuleta saratani, vitu vyote ni kama kujisafisha. Ni autophagy is like recycling na cleaning of the body. Kwa ni kitu muhimu sana pale unapofunga kwa muda mrefu, utapata autophagy. Kadri masaa unavyoongeza ndio autophagy itakavyokuwa nzuri zaidi, kwa sababu traditionally wote tunajua huko zamani, kabla miaka au huko miaka 70 kurudi nyuma, miaka 70 wote tulikuwa tunajua unakunywa chai asubuhi, unakula chakula cha mchana, unakula chakula cha jioni. Lakini ilikuwa ukisikia njaa jioni, mama au bibi anakuambia we ukula chakula cha mchana sawa sawa. Kulikuwa hamna hivi vya kutafuna katikati. Kwa nini ukula chakula cha mchana sawa sawa? Ulikuwa ukisikia njaa mchana, wanakuambia kwa nini ukunywa chai asubuhi? Na ilikuwa ukisha kula chakula cha jioni, hauli tena mpaka asubuhi. Kwa kile kipindi chote ulikuwa unapata hii autophagy, ulikuwa unapata cleaning of your body, immunity. Kwa zamani kula milo mitatu ilikuwa haina tatizo. Sasa hivi kilichogeuka, kama nilivyosema awali, tumekuwa tukila sana hapa katikati, na tunakula tatizo vyakula ambavyo sio sahihi sana. Na hata ukitaka kula chakula baada ya usiku, useme usiku tena zaidi unasikia njaa, utunzaji wa chakula, mafriji yalikuwa hayapo mengi kiasi hicho kwa familia nyingi na kila. Kwa hiyo hata kile chakula unachotaka kula hakipo, na kile kichache kilichobaki kinaitwa viporo, kile kimewekwa kwa ajili ya kunywa chai asubuhi. Kwa hiyo tulikuwa tunapata muda mrefu zaidi. Kama ulikula chakula cha usiku saa 1, chai utakuja kunywa saa 1 tena, kwa hiyo unapata masaa 12 ya fasting. Tulikuwa tuzungumzi tu hizi intermittent fasting, lakini fasting ilikuwa inatokea. Sasa upi mlo bora kwako na nini ufanye ili uweze kutoka huku uingie kwenye mlo mmoja au miwili? Kitu cha kwanza, lazima ucondition mwili wako kwamba utoke kwenye kutegemea wanga na sukari, uende kwenye kutegemea chakula chenye mafuta zaidi kuliko chakula chenye wanga, kwa sababu wanga ndio unakufanya wewe ule mara kwa mara. Na unapataje hayo mafuta? Sio lazima tu kwa kula kutoka nje, kwa sababu mwili utatumia mafuta yalokuwa ndani, kwa hiyo utaanza kujizoeza. Kwa mimi nasema unatakiwa tu kwenda taratibu. Wewe chagua mlo mmoja kuondoa kwa siku, wowote ule utakaochagua. Na mara nyingi mlo rahisi zaidi kuondoa ni ule wa asubuhi, kwa sababu hamna mtu atakuuliza wewe mbona ukunywa chai, labda kama ni watoto wadogo, kwa sababu mlo wa jioni kwa watu wazima mara nyingi ndio kipindi unakutana na rafiki zako na kila kitu, unaweza ukauacha ule. Kwa hiyo ukala lunch ukaja kula dinner. Kwa wale ambao wana nia kubwa kabisa, wanahitaji uzito wao mkubwa, mimi nataka kula mlo mmoja tu, unaweza ukaruka hii milo miwili ukaja kula mlo mmoja jioni, bado utapata kipindi kirefu cha mafuta kuunguzwa ndani. Na ninaposemea hapa, unapokuwa ukula kitu, lakini unaweza kunywa maji, unaweza kunywa chai ambayo haina sukari wala asali, unaweza kunywa kahawa, unaweza kuchukua maji ukaweka ndimu, yote haya kwa sababu mwili hamna njaa ambayo inaanza saa 12 asubuhi inakwenda mpaka saa 12 jioni. Njaa sio kitu ambacho kinajisustain. Physiology ya mwili haiendi hivyo.
Pale wewe unapokunywa maji au kitu kingine kile, ni kwamba mwili unasema okay, ngoja nikachukue kwenye akiba sasa, kwenye store yangu, badala ya kusubiri tena chakula kutoka nje. Kwa hiyo nani atumie mlo mmoja kwa siku, 1 meal a day or 2 meal a day? Hii kila mmoja wetu atafanya maamuzi yake. Na hapa sizungumzii wagonjwa ambao wanatumia insulin ambao ni type 1 diabetes, sizungumzii watu wenye vidonda vya tumbo ambavyo vimegundulika. Kwa hiyo kila mmoja azungumze na daktari wake. Huu ni ushauri tu wa general kwa wale ambao wanapigana na uzito. Hebu tutizame dini zetu, maanake nilichoeleza mimi kingi ni au chote ni science tupu. Dini zetu zinasemaje? Kwaresma inasema watu wafunge siku 40, Wayahudi wanafunga kila Jumatatu na Alhamisi, na mimi nasema tusoma Luka 18:12, hata kulikuwa na msemo unafunga kama Wayahudi. Tutizame dini ya Kiislamu. Ina mwezi mzima wa Ramadhani na mwezi wa Shabani na mwezi wa Rajabu, ukichanganya na suna zile za Alhamisi na Ijumaa, robo mwaka watu wanatakiwa kufunga. Kwa hiyo hata dini zetu, hiki ninachokisema, ukienda kwa Wahindu ni hicho hicho. Kuna faida kubwa sana katika kufunga, kuna faida kubwa sana za kutokula mara kwa mara, na najua kama hujajaribu unakiona ni kitu kigumu sana, lakini mimi nakipractice mwenyewe, na najua na wagonjwa wangu kadhaa ambao nimewaingiza kwenye hii, na tunaona matokeo yake. Kwa sababu mwili wetu unafanyaje kazi? Mwili wetu unafanya kazi kwa aina mbili tu. Either kutunza chakula pale tunapokula fed state, au tunapofunga kwenye fasting state, unatumia kile chakula kilichokuwa kwenye akiba ukitumia kukupa wewe nguvu. Kwa hiyo sio kwamba utakufa kama ukifunga. Na ndio maana sisi tunawaambia wagonjwa wetu, usifunge, kesho nitakufanyia kipimo. Anakaa masaa 12, 14 na anakuja anafanya treadmill, anakimbia kwenye zile baskeli zetu tukitaka kutizama kama ana tatizo la moyo. Kwa hiyo ni jambo ambalo miili yetu inatakiwa kula na kufunga, lakini sio kula saa zote. Narudia tena, ndio maana muhimu sio umekula nini, lakini umekula saa ngapi, when have you eaten. Ukila mara 6 kwa siku, utegemee kwamba utapata insulin resistance, utapata magonjwa yote yanayoambatana na insulin resistance. Kitu cha kukumbuka, try to fit fasting into your lifestyle. Sio kinyume chake, ujaribu kufit lifestyle kwenye fasting. Asanteni sana.